uongozi na utawala bora. Tumejifunza utangulizi ambao unahusisha maana ya maneno na tumeanza na definitions au explanation ya neno leadership, uongozi. Kwa hiyo tumejifunza maana ya uongozi au tafsiri ya uongozi kwa muktadha zote ambazo tumezipitia. Tumeangalia maana ya uongozi kwa muktadha wa dini yetu ya Uislamu. Mungu anasema nini kuhusiana na uongozi? Maana ya uongozi, Mungu anasema nini? Kiongozi ni nani au uongozi ni nini? Tumeona, mmerejea hapa aya kadha wa kadha. Lakini pia tumeona maana au tafsiri ya uongozi kwa mujibu wa hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema nini kuhusu kiongozi au uongozi? Tumetoka hapo tukaja kwenye maana ya uongozi au kiongozi kwa mujibu wa wasomi mbalimbali duniani. Tuko pamoja tumeona tafsiri kadha wa kadha, wasomi wamesema nini juu ya uongozi. Na tumekwenda zaidi, tumeona kiongozi ni lazima awe na meneja au katibu wa kumsaidia katika kufikia malengo yake au maono yake, kuyafikisha, kuyafanya kuwa halisi na halisi hiyo inayokubalika katika jamii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubwa ambalo nataka kulifikisha kwa Waislamu na Watanzania kwa ujumla ni tukio letu la Darul Maarif Day ambalo nategemea kuanza tarehe 31 mwezi huu wa 7 na kumalizika tarehe 2 mwezi wa 8. Kwa hiyo tarehe 31 mwezi wa 7 na tarehe 1 na tarehe 2 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo hilo ndio tukio kubwa ambalo tunaitaka Waislamu wote Tanzania kwa ujumla walifahamu na wahudhurie. Wanaalikwa wanaume kwa wanawake katika siku zote hizo. Kutakuwa na matukio mbalimbali. Siku ya kwanza ya ufunguzi asubuhi kutakuwa saa 1 kamili, kutakuwa na ufunguzi atakaoongoza Mheshimiwa Mufti mwenyewe. Siku hiyo ya tarehe 31 siku ya Ijumaa asubuhi, na jioni baada ya Isha kutakuwa na samai, na asubuhi yake kuanzia majira ya saa 4 asubuhi hadi saa 10 kutakuwa na shughuli ya kina mama, shughuli ya maonyesho ya kina mama na shughuli ya maulidi ya kina mama ambayo itaanza baada ya dhuhuri hadi la asiri. Nategemea kwamba shughuli hiyo wataiongoza wao wenyewe kwa sababu wanaifanya wenyewe miaka yote. Baada ya hapo, baada ya Isha kutakuwa na shughuli ya maonyesho kutoka matawi mbalimbali ya Darul Maarif Tanzania ambayo yamesambaa nchi nzima. Kutoka katika mikoa mbalimbali kutakuwa na maonyesho, lakini mwisho wa maonyesho hayo kutakuwa na maulid ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo itafanyika siku hiyo ya Jumamosi. Ama Jumapili ambayo ndio siku ya kilele, tutakuwa na azafa baada al-asiri kutokea maeneo ya Moroko. Mwaka jana iliasisiwa na Mheshimiwa Mufti kutoka kule Moroko kupitia barabara ya Kawawa Road kuja barabara ya Kinondoni Road inayoelekea Posta. Kwa hiyo zafa itaanzia kule, itakuja hapa makao makuu siku ya tarehe 2 saa 10 baada al-asiri. Na baada ya Isha ndio tukio lenyewe sasa la kilele cha Darul Maarif Day 2026 ambayo kinategemewa kianze baada ya swala tu ya Isha mubashara mpaka saa 5, karibu kama saa 5 mpaka saa 5:30 tutakuwa kila kitu kimemalizika na watu watarudi majumbani mwao kuendelea na shughuli zao asubuhi ya Jumatatu kwa sababu ni siku za kazi kama kawaida. Kwa hiyo kubwa kwangu mimi ni kualikeni nyote ambao mnaweza kusikia na kupata habari hizi kwa namna mbalimbali ambayo mtakuwa mmepewa, hususan waandishi wetu wa habari. Kuna vyombo vya habari mbalimbali ambavyo vipo hapa, nategemea watatufikishia hizo salamu kwa Waislamu wote, na nakuombeni sana mhudhurie, mje muone kitu gani kimeandaliwa. Kuna mambo mazuri, mambo ya kufurahisha na ya kupendeza. Kwa hiyo tunawakaribisheni, karibuni sana. A'udzubillahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma na amani kumtakia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hapa niko kwa ajili ya kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania
ambaye kanituma ni waalike wote baada ya mudiri kuzungumzia jambo hili, lakini Mheshimiwa Mufti anawaomba wote muhudhurie katika hafla hii ya kilele cha Darul Maarif itakachofanyika tarehe 30 mwezi wa 7, tarehe 1 mwezi wa 8 na tarehe 2 mwezi wa 8, ambayo itakuwa ni mfululizo. Kwa hiyo kuanzia tarehe 20 na tarehe 29 na tarehe 30 tutaanza kupokea wageni kutoka sehemu mbalimbali, ambapo watatoka mikoani na sehemu nyingine za nje ya nchi ya Tanzania. Mheshimiwa Mufti anawaomba sana maimamu wote nchini, anaomba mashehe pamoja na viongozi wa kata zote, viongozi na mashehe wa wilaya, wa mikoa pamoja na watendaji wao wote, lakini pia anawaomba wote ambao wake kwa waume wahudhurie siku hiyo. Niwafahamishe tu katika shughuli hii ambayo imekuwa kawaida, japo safari itakuwa ya aina yake, ni kwamba itahudhuriwa na matawi yote ya Darul Maarif kutoka nchi nzima Tanzania, lakini itahudhuriwa na vyuo vyote vya Kiislamu matawi yote Tanzania, vyuo vikongwe vya kule Tanga, vyuo vikongwe vya kule Manyara, Kagera, Mwanza, Kigoma, wote watakuwepo na watakuwa na wawakilishi wao kadha wa kadha. Kwa hiyo wote watahudhuria, lakini watahudhuria viongozi na wajumbe wa taasisi mbalimbali zisizokuwa za BAKWATA. Kwa hiyo wote watahudhuria na tayari mialiko vishafika huko. Lakini pia kutakuwepo na mabalozi wa nchi za Kiislamu ambao wamealikwa kwa ajili ya kuja kushuhudia, na mabalozi hao watafika siku ile ya mwisho kabisa ya tarehe 2 ambayo ni kilele, kwa ajili kutakuwepo hotuba mbalimbali kutoka kwa mgeni rasmi, lakini na wageni mbalimbali watakao kuhudhuria, lakini pia na viongozi wa taasisi mbalimbali watapata nafasi ya kuzungumza chochote katika hafla hiyo, kuonyesha ushirikiano, mshikamano uliopo baina ya Waislamu, baina ya taasisi, lakini pia na waumini kwa ujumla.